Mwalimu Mohamed Muya. Naam. Vipi hali yako? Alhamdulillah, mimi sijambo. Kheri eh? Hello. Hello. Amsha. Nyanyua nini? Nyanyua fiber. Nyanyua fiber. Fiber za kulala, yani unatakiwa kila saa uko tayari yani. Umechangamka. On toys. Sawa. Mwalimu post mpaka sasa takriban mechi 2. Naam. Za ligi kuu ya NBC. Na kwenye experience yako ya mpira ni mara ya kwanza kuifundisha Coastal Union. Kweli. Hebu tuzungumze kwanza wakati ambapo dili inakuja mezani. Ulipokeaje? Unajua sisi ni walimu wa mpira na kufundisha ndo kazi yetu. Unapokuwa umekaa hauna kazi hauwezi kufurahi. Inapotokea kazi basi unafurahi kwa sababu ndo kitu ambacho umekisomea. Unataka ukifanyie kazi, uonyeshe kile ambacho umekipata katika taaluma yako, jinsi ambavyo unaweza ukakideliver kwa wachezaji na alafu yakatokea mambo mazuri, yani ikawa positive. Hapo unaona kama unakuwa. Lakini ukikaa hauna kazi unajisikia kudumaa, unaona kama vile unapoteza. Kwa hiyo kwa kweli nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amejalia mimi kupata hii nafasi, maana unajua kufanya kazi pia kuna kupata riziki sisi tuna mahitaji, tuna familia, tuna wake, tuna watoto, tuna wazazi. Kwa hiyo unapopata kipato pia unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile riziki unayopata. Kingine pia niliwashukuru sana viongozi wote wa Coastal kwa kuniona mimi kwamba naweza nikaifundisha Coastal na nikawapa kile wanachokihitaji. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo kubwa sana. Kwa kweli nilifurahi. Nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu na hata familia yangu pia ilifurahi kuona kwamba nimepata kazi kwa sababu nilikuwa nimekaa nimepumzika tu. Sawa. Umesha kufundisha championship? Yeah. Kabla ya kuja Coastal. Pia umefundisha championship. Mara nyingi. Sawa. Kuna ile tofauti. Kuna yale maoni kwamba uliwahi kuwa Premier League. Yeah. Kutoka Premier League unaenda kufundisha championship. Ni kweli. Unarudi tena Premier League. Yeah. Watu wanaanza kuhoji kwa uwezo wako, kwa experience yako. Kwa nini ulikuwa unakubali kwenda kufundisha championship wakati wewe ni mwalimu mwenye hadhi ya kufundisha ligi kuu? Sawa, nakuwa na hadhi ya kufundisha ligi kuu, lakini nafasi za kufundisha ligi kuu ni chache. Makocha Tanzania tuko wengi sana. Awali makocha wenye daraja kama la kwangu walikuwa wachache, lakini sasa hivi wako wengi sana. Na kupata nafasi pia ni bahati. Kwa sababu bado makocha tuliopo ndani ya nchi ni wengi, lakini bado pia vile kuna makocha pia kutoka nje. Wote wanagombea, hili ni soko linagombea. Kwa hiyo kwenda kufundisha championship mimi kwangu ilikuwa ni sehemu moja hapo ya kufanya kazi. Kama nilivyokuambia mara kwanza kwamba natakiwa nifanye kazi ili nisidumae. Niendelee, ninapofanya kazi ndio na mimi naendelea kukutana na challenge mpya, nazidi kukua. Lakini pia vile napata riziki kwa ajili ya kurani maisha yangu na familia yangu. Kwa hiyo haijalishi mimi nishafundisha championship mara nyingi nilikuwa Dodoma Jiji uanzilisha, nilikuwa bado tumeanza na kakaangu Julio. Nikatoka pale nikaja Fountain Gate tukaanza kwenye academy tukafika tena mpaka championship. Nikarudi tena Dodoma Jiji. Nikatoka nikaja tena Fountain Gate ligi kuu. Kwa hiyo nimecheza ligi kuu, nimecheza championship. Yote nadhani sababu ni hizo. Tunahitaji kufanya kazi tukue, lakini tunahitaji vipato tuweze kuzihudumia familia zetu. Sawa. Tangu umeanza kuhudumu Coastal. Naam. Binafsi umeipokeaje Coastal kwenye moyo wako? Na unaiona ni timu ambayo ina passion kiasi gani? Unajua sisi tukizungumza huku nje na mashabiki zetu wengi wanasema Muya ni mwalimu ambaye amefit Coastal. Unafikiri mazingira ya Coastal yamefanya wewe uweze kufit? Yaani mmekutana watu ambao mnaendana taasisi pamoja na wewe? Ya ni kweli, nashukuru kwamba watu wamenipokea vizuri. Lakini pia naweza kusema pia Mwenyezi Mungu amenijalia hiyo taaluma, yani ya kujua kubadilika, kuishi na watu, kila watu unapoishi nao. Unatakiwa uwafahamu wanapenda nini. Versatile kwa mpira tunasema. Kwa versatile. Watu wanapenda nini. Sasa alhamdulillah mimi mbali na ukocha pia ni mwalimu. Mwalimu ambaye nimefundisha shule ya msingi, nimefundisha sekondari, baadaye nimekuja kufundisha elimu TRC coordinator. Mimi sijui. TRC coordinator, na pia nimefanya kazi sana za TASAF hizi na nini. Kwa hizi semina hizi mimi nimeseminishwa sana ili nikawe mwezeshaji. Yaani nimeseminishwa ili na mimi nikawaseminishe watu wengine. Kwa hiyo kama kuna kozi moja nilipata nikiwa katika TRC coordinator wa kanda ya kati. Hawa MS Arusha walitufundisha
kuna mambo pale accountability, sensitization, mambo ya awareness, transparency nini. Hivi vitu ni vya management na uongozi sana. Kwa hiyo sasa unapofika katika sehemu kama hii hapa unajua kabisa ni watu wa culture fulani uishi nao vipi, watu wa kariba hii, yani kila mtu unatakiwa kujua jinsi ya kuishi naye. Kwa hiyo nimekuwa mimi flexible, lakini pia vile vile najaribu kuwaelimisha. Kwa mfano kama wachezaji, kuna vitabia labda ambavyo haviendani na mambo ya mpira, unajaribu sasa kuwaambia unatakiwa uwe hivi. Kwa nini? Kwamba wewe katika ligi hii ni ligi kuu katika nchi, alafu ligi yenyewe tena katika Afrika tena iko hivi. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uishi maisha yanayofanana na hapo. Sasa kwa hao wachezaji ni lazima wa force, yani wachukue wape na sababu kwa nini unataka kupeleka katika hiyo brand kama vile inafanana. Kwa hiyo nachoshukuru kwamba wamekuwa wasikivu. Angalia hata training yetu, kama unavyosema watu wanasema ni mfiti. Kwa maana gani? Yani unaona kuna changes zimetokea katika muda mfupi sana. Kwa hiyo na mimi ninafurahi kwamba wachezaji wamekuwa wasikivu, wamekuwa na upendo, wamekuwa na ushirikiano, wananipa support, na viongozi pia wako karibu. Napokuwa naambia bana kuna jambo hili na hili turekebishe kidogo, kama mtaalamu au ananisikiliza, ili tuchangie kitu cha kitaalamu twende vizuri. Hatujashinda, tumepata hizo sare mara 2, lakini kwa siku tulizokuwa tunafanya mazoezi ninaona kuna kitu kimoja tumetoka, yani kuna hatua fulani tumesogea. Sasa acha tukafanyie kazi sehemu ya ushambuliaji kule mwisho kwenye finish. Watu watafurahi zaidi. Sawa, hapo ndo ambapo nilikuwa nataka kuja. Eneo ambalo mashabiki pia nao wanataka furaha. Ikimaanisha ni kwenye timu inavyocheza. Ndio. Mpaka sasa hivi tumecheza michezo miwili kwa kocha mkuu. Ndio. Coastal Union. Michezo miwili yote isivyo bahati tumemaliza kwa sare. Tumegawana na moja kwa michezo yote miwili. Kwetu sisi ni mwanzo mzuri kwa sababu kwenye mpira tunafahamu mwalimu atakuwa kae na timu muda mrefu. Sawa sawa. Lakini kuna mabadiliko makubwa ambayo tunaona kwenye kikosi chetu. Unafikiri ni jitihada gani ambazo wewe umezifanya za kiufundi kuhakikisha hichi ambacho sisi tunaona kimebadilika tumekiona kwa muda huu mfupi, lakini pia kwenye vile ambavyo ni changamoto kwa sasa vitarekebishwaje na wewe? Okay, training ni process. Yani kwa Kiswahili tunasema mchakato. Ni jambo ambalo unakuwa na ramani kwamba nataka nifike destination yangu itakuwa iko hapa. Nitapitaje mpaka kufika pale? Sasa ndio tunaanza sasa, tunaangalia kama sisi watu wa mpira tutasema kwamba tutaangalia masuala ya techniques, labda tactics, tutakuja kwenye fitness mpaka psychology. Mama natakiwa ni load nini ili tuweze kufika pale. Sasa kwa huu muda mfupi tulijaribu kuload vitu lakini hatukuweza kuvimaliza vyote kwa sababu muda ni mfupi. Cha kwanza kama hivi unavyoona tunajitahidi sana kuwachangamsha wachezaji kwanza. Wasiwe wanyonge. Yaani muda wote wawe tayari unapofika kiwanjani ufika sehemu ya kazi, unatupa matatizo pembeni kwanza, una concentrate kwenye kazi tu. La kwanza hiyo. Hilo ndio jambo la nini? Saikolojia. Alafu pia kubali kushindwa au unapokuwa umepata matatizo wanasema wenyewe ile mental toughness. Ya kuathiri mpaka utendaji wako, hapana. Kidogo kidogo unafanya seminar kwao. Seminar sio tu ya mambo ya kisaikolojia, nazungumzia vitu vyote. Lakini tukawa tuna load fiziki. Fiziki tukao ambayo tunaiboost katika miili yao. Ilibidi tutumie akili sana. Kwa sababu tayari tuko kwenye competition. Kwa hiyo loading yake lazima uangalie una load, lakini uhakikishe kwamba siku ya mechi miili ya wachezaji iweze kufunguka. Yaani sio tena una load alafu unatengeneza fatigue. Inataka siku ya mechi ile loading yako itengeneze wachezaji wawe na hamu ya kucheza. Nadhani umeona tumeenda kucheza Dodoma. Tumemaliza mechi pale usiku, tumesafiri. Tumerudi hapa. Lakini kama tusingekuwa makini kwenye loading ya fiziki, hawa wachezaji hii mechi ya jana wasingecheza kwa kiwango kile. Lakini umeona wameweza kucheza katika fiziki ya juu. Sio bure, ni taaluma hiyo ya loading ili uweze kupata kitu kama kile pale. Kingine tunakuja kwenye mambo ya mbinu. Walikuwa kidogo pana combination zinakataa pale nyuma between goalkeeper na madefender wake. Tumezungumza darasani kwenye tactical board, kwenye video, na tukaenda kiwanjani tukarekebisha. Kwa hiyo at least shape ya pale nyuma unaona inakaa tu vizuri. Usijali goli la jana lililotokea ni mistake ya binadamu, inaweza ikatokea. Lakini kuna makosa yale ambayo yalikuwa yanajitokeza mwanzo. Kiasi fulani yamepungua. Tunakuja kwa upande wa midfield. Midfield sasa hivi inaweza kupa control katikati na inaweza kusupply pasi za mwisho, mipira ya mwisho kule mbele. Isipokuwa sasa sehemu ya ushambuliaji tukubali kwamba kwa muda mchache hatukuweza kufika sehemu zote kwa undani.
Ushambuliaji ni changamoto ya taifa sehemu ya striking, lakini sisi tumefanya kidogo, ndio maana unaona kwamba hatujafanya vizuri kwenye eneo la umaliziaji. Sasa tunakwenda kupata muda kutokea hapa sasa hivi, huku kwingine tutaboresha, lakini pale mbele ndio tutakwenda kujikita sasa pale. Kwa hiyo baada ya hapa, na imani kama wachezaji watakuwa na utulivu na usikivu kwa mbinu tutakazokwenda kuangalia na drill tutakavyozifanya, ile tatizo linaenda kuondoka. Sawa. Tumalize kwa hili mwalimu. Una kipi cha kuambia mashabiki wa Coastal ambao wanatamani kupata furaha ya matokeo kwenye timu yao? Mimi kwanza na washukuru kwa sababu ndo jana tumecheza mechi na wenyewe wakiwa wanatuona tuko nyumbani, kama mimi na benchi langu la ufundi na performance ndio ile wameiona. Hata wengine nadhani wanafahamu kwamba tumepata nafasi nyingi sana, tumetengeneza nafasi nyingi sana. Mechi ya Dodoma tumepata nafasi nyingi, tunaingia mara nyingi sana sisi kwenye box, tunafika pale mbele mara nyingi sana, isipokuwa finishing. Na waomba wawe na subira, embo watuvumilie kidogo huu muda. Sasa tunakwenda kufanyia kazi hili jambo, furaha sisi tunaenda kuitengeneza, kuwatengenezea. Tunaomba tu ushirikiano, waendelee kutushangilia, waje kwa wingi, watupe support yao. Kama jana unaona watu wametutangulia, lakini wametushangilia, wametusupport mpaka mwisho. Kwa hiyo tukishinda tumeshinda wote, tukishinda tumeshinda wote. Wametushangilia, vijana wamepambana, wamerudisha goli na bado tulikuwa tunaendelea kupush. Ingawa bahati mbaya haikuwa riziki, tumetoka na point moja baada ya kupata point 3 nyumbani. Kwa hiyo nawaomba waendelee kutupa mshikamano. Washikane na sisi tu. Sawa. Tutafanya kazi nzuri ya